na imepokelewa kiukubwa zaidi kwa upande wangu mimi, kwa sababu wasanii tofauti ndani ya nchi na ambao hawako ndani ya nchi hii wameipost. Kama ukiangalia kama Tanzania, Beka Flavor ni msanii mkubwa, aliposti pia. Kwa hiyo ni sehemu tofauti, page nyingi waliposti. Bongo 5 pia waliposti. Kwa hiyo ni kitu kikubwa kwangu mimi. Yaani tulisumbuana kidogo mpaka tunaingia studio kurekodi. Tulisumbuana sana. Yaani yeye anaandika verse yake, naambia mimi mbona kama vile, na mimi verse yangu nikiimba na naambia mbona mimi mbona sielewi. Kwa hiyo kitu kama hicho. Ilikuwa wivu sana jamaa, mstari kwa ni mdanganya hapa direct. Ila kiukweli tulivyokuwa na ile challenge fulani ile, ndio maana tukaandika kitu kizuri zaidi. Kubwa sana, yani mapokezi yalikuwa sikuyategemea kwa upande wangu, kwa sababu kule ni nyumbani pia. Unajua unarudi nyumbani, sehemu ambayo ulizaliwa, tuseme mfano umekulia pale, watu wamekuzoea, umeanza harakati zako za muziki, kila mtu anakujua lakini unarudi wanaonyesha kimfumo tofauti, wanaona kabisa yani kuna utofauti mkubwa yani walivyonipokea kwanza sijaamini. Nikasema next time lazima nirudi. Yes, hello everybody. I'm Elma Love Marimo aka Mutadewe Kigwa. Yes, ndi Mutadewe Kigwa nko bisanzwe, turakora nko bisanzwe nko mubibona, tuguma dukora neza cyane. Ariko dusaba yuko mudushikira imbere yuko dukomeza dukora ikorwa imeze neza. Uno munsi ndi home, ndi mu rugo kwa P Love Mbonifu canke Mr Silence Killer n'ayandi mazina menshi bara kumwita Mr Go n'ayandi menshi. Twaje ngo tuyage about akana indirimbo nshashi heruka gusoka, ndetse ntihari wenyene uwo baririmbanye turaza kumuvuga hanyuma rero turamuvuga ko vyinshi cyane, ariko kandi turakana no kubikorwa vyiwe vyinshi bitandukanye. Urazi ko yaramaze kirekire ari mu gacerere pato tunasema Pillow Varendaga. Yes, imbere ya vyose kakwaza twazo tumuyikaze hano onya mu bwami bwa Shali TV. Mzee baba ni aje? Yeah, fresh kabisa. Uko sawa? Niko sawa. Yeah. Yes, leo tunapandisha Kirundi, sio tuimbia akana. Tunajitahidi hivyo. Yeah. Yes guys, mara ya kwanza Jimmy ubwa mbere nkitangura aka kazi niwe muntu wa mbere anyakiriye aho nje hose ngenda ndabishingira ubuhamya. Avuza akaningiza mu Kiswahili ndugu yangu nitaka kufa. Kiswahili ni kizuri sana, kilikutambulisha vizuri pia. Fresh sana ni kizazi. Okay pia. Sana. Yeah. Ariko urameze neza. Go ndashima. Uno musi twagusanze mu rugo ndibaza tuvanga utuzimanye moya mbiri mwashitse nta kibazo. Silence Killer yaramaze imisare mu biki mu gacerere ka hatari. Yani ibikorwa gusa, ibikorwa nivyo byangize busy. Yeah. Bikorwa gani sasa, mbona banatu yangu bikorwa tunafuata tunaona igikorwa. Sasa ni kazi zipo nyingi. Mimi ukinifuatilia lazima utajua kazi zangu zipo wapi. Yeah. Sio kwamba mimi nilikuwa nimepotea, bali nilikuwa tu nimekaa kimya, kuna vitu ambavyo nilikuwa naviweka sawa. Yeah. Kuri cover indirimbo narabonye hariko indi present atari ya indi Money Team menyereye. Ndavuga ati sasa wewe jamari badilisha au biri kwaje? Present gani hiyo? Paro wananikaga ayo Money Team present nini? Nabonye hari indi zina ni just likumbuki kwanza vizuri. Size 960 ile ni ya nani hii ya director. Ile ni director aliyetengeneza. Kumbuka mziki kama ingaena cover. Trailer hapa ningeviona jamani. Ile ni naweza kusema ni nani logo ya director aliyetengeneza. Muda mwingine nifikia labda ni yule mwingine jamaa ambaye mulimba naye labda ndo akafanya hivyo. Hapana, sisi tupo katika lebo moja. Kwa hiyo watu kwanza tuweke kwanza uwazi. Nyimbo ni ya P Love au nyimbo si ameshirikishwa tu na mshikaji wake? Hapana, nyimbo ni ya kwangu. Nyimbo ni ya P Love featuring Blaizo. Yeah, nimemshirikisha. Yeah. Yes. Kwenye lebo yenu ambayo mpo ndani hapo mnafanya mko wawili tu au ni wangapi? Wapo na wasanii wengine pia watatambulishwa baadaye. Mwingine anifanya kale nyimbo kabidi maana kijijini na kaona kale. Yeah, wapo wengine tutatambulisha baadaye. Lakini kwa nini wewe ndio unaonekana sana kwenye Money Team Gang? Naishi ni kwa sababu mimi ni mtoto wa kwanza labda katika MT the Money Team. Mfura. Kwa hiyo naweza nikasema ni hivyo. Yeah. Yes, kazi ilikuwaje kwanza kukamilisha? Mimi nataka kwanza niwe najua kwanza kiundani gisi kazi iliendeka, changamoto zilitokea mle ndani kwa ile job. Ile kazi ilikuwa na mauzauza mengi. Kwa kweli audio tulitengeneza vizuri, maana tulifanyia Bantu Boy,
chini ya Endomike. Ya ndo alisuka kila kitu akatengeneza. So changamoto ilikuja kwenye video. Unajua masuala hawa director wetu hawa sometimes muda mwingine wao wanazingua, lakini ni watu ambao inabidi watuone sisi ndio tutafanya kazi. Na sisi bila wao hatuwezi kwenda mjini. Kwa hiyo sisi wote tunakuwa tunahitajiana. So ile tulikuwa tumepanga location same fulani hivi, lakini mwisho wa siku tulifika location, director haonekani. Yani nyinyi mmefika tu mapema, yeye hayupo. Itakuwa ni saa 9 kamili, itabidi tukutane sote, wasanii wote mshafika, Queen Video, crew nzima. Cha ajabu sisi tulifika, director haonekani. Tukakaa pale takribani kama masaa mawili, director tujamuona. Tunampigia simu yake haipatikani. Lakini siwezi kusema kwamba ulikuwa ni au yani ni kujisikia aidha aliamua kutufanyia makusudi, hapana. Labda kuna issue ambayo ilitokea akawa amebanwa pia na yeye. Yani asingevipata hivyo vitu, maana video yangu isingeweza kuwa nzuri. Kwa hiyo kumbe alipotea kimalengo fulani. Kwa hiyo baadaye akaja tukashoot na kazi imetoka kubwa sana. Kazi ni kubwa sana. Niliona kazi kubwa na gisi ulikuri tusumbua hapa na hapa, challenge akana ukipita huko hewa akakana nikeza akana nikasahau chama. Hata nipatia vitu gani? Nadhani ngoma wameiona, na watu kama hawajaiona waingie tu YouTube waandike Akana by P featuring Blaizo, wataiona pale. Ni ngoma kubwa na imepokelewa kiukubwa zaidi kwa upande wangu mimi, kwa sababu wasanii tofauti ndani ya nchi na ambao hawako ndani ya nchi hii wameipost. Kama ukiangalia kama Tanzaniya, Beka Flavor ni msanii mkubwa, aliposti pia. Kwa hiyo ni same tofauti, page nyingi waliposti. Bongo 5 pia waliposti. Kwa hiyo ni kitu kikubwa kwangu mimi. Nyimbo imeenda, watu wanaipokea vizuri. Target ilikuwa ipi? Target yangu mimi ilikuwa yani international zaidi. Ina maana kwamba unaona kwamba inafika ile sema ambapo unatarajia tu itusue tu ipite. Na bado inafanya vizuri pia. Yani kuna sema ambayo nilikuwa nimetarget mimi, nasema hii ngoma nikiachia lazima nifike sehemu fulani, na kweli Mungu amesaidia. Sehemu nimefika na bado nyimbo inaendelea kufanya vizuri pia. Kutumika na jamaa yako Blaizo, si ndio? Ilikuwaje? Ulijisikiaje kwanza ukiwa unafanya naye kazi kama mtu wako wa karibu ambaye unamzoea, lakini pale sasa ndani ya kazi kama pale hakuna kama mazoea pale ni yeye ananijuaga mimi nakuaga sana mkali kwenye kazi. Mimi ujamaa na ushikaji sijui ukaka na udogo mimi nawekaga pembeni kwanza. Na namwambia hapa tunabidi tufanye kazi kwa sababu unahitaji uende mjini, inahitaji watu wakufahamu. Kwa hiyo kupitia hii kazi yako unayoifanya watu watakuja kukufahamu pia. Unaona? Kwa hiyo hapa ukikosea hapa utaonyesha kabisa kama na mimi nimekosea. Unaona? Kwa hiyo inahitaji wasisemi nimekubeba, uonyesha uwezo wako. Tumebebana. Yani tumebebana. Nikamwambia nataka uonyeshe uwezo wako. Kwa hiyo bwana mdogo amenikubalisha. Alinikubalisha, aliandika vizuri. Nilimwambia tu ngoma mimi nilikuwa nataka design hii na hii, nataka tuandike kitu cha kweli. Dogo akasema poa, akaumiza kichwa, akaandika kitu kizuri sana. Na tulivyoingia studio wala hajanisumbua. Kwa sababu hata yeye pia ni mzoefu. Ni kwa vile tu watu walikuwa hawajamjua aidha kumzoea zaidi, unaona? Lakini dogo ni mzoefu, anafanya vizuri na yani sioni kama kuna ugumu ambao niliopata mimi. Hapo ndo mahali ambapo nilikuwa nataka kufika kwa mahali ya kuandika, kwa sababu sinakumbuka Gori ulimwandikia Shan Queen kila kitu akapiga, lakini hapo ulikumana sasa na mshikaji mwenzako dume kama wewe. Amekuanza o jamaa amenifinya kwa mstarasha nifuti nitie mwingine ili na yeye nimfinye. Hiyo inatokea. Unajua mambo ya kundi, lazima, kwa sababu yeye anachokiandika lazima ataleta. Bwana brother unaonaje hapa? Hapa nitakuwa nimepatia au nitakuwa nimekosea? Namwambia mwanangu hapa kweli utakuwa umeua. Hapa lakini hapa futa, hapa ongeza hichi, unaona? Hata yeye pia anaweza kunishauri mimi. Sio kwamba eti ni mdogo wangu aidha nimemtangulia kwenye muziki eti atakachoniambia mimi siwezi kumsikiliza, hapana. Kila mtu anakuwa na mawazo yake na kuwa na idea yake. Kwa hiyo iko hivyo. Yaani tulisumbuana kidogo mpaka tunaingia studio kurekodi. Tulisumbuana sana. Yaani yeye anaandika verse yake, naambia mimi mbona kama vile na mimi verse yangu nikiimba ananiambia mbona mimi mbona sielewi. Kwa hiyo kitu kama hicho. Ilikuwa wivu sana jamaa hii mstari kwa ni mdanganya hapa direct. Ila kiukweli tulivyokuwa na ile challenge fulani ile ndio maana tukaandika kitu kizuri zaidi sana. Kitu ni kizuri na ngoma ni kali sana. Yaani ngoma ni kali na sijui nisemeje tu.
Yani nampa shout out tu mdogo wangu amefanya vizuri. Wewe tu cha kusema tu hapa muda huu kwanza. Yes. Sasa unajua vitu yangu. Akapela mzee wa kazi. Akakana nikeza walai ichoma tukabana nzoga kunda walai kafisa luki nziza kafita maso meza kafita ngeso nziza ya kitu kama hicho. Mimi napendaga jinsi unavyokuwa unaregeza sauti kiu unaimba da. You know man. Yes, P-Love. Kazi sasa ambazo zipo kwenye MT Gang kwa sasa zipo vipi kiumbali na hii ambayo tumeshaachia Akana? Yani niwaibie tu siri, waendelee tu kutufuatilia. Sasa hivi tuna mambo mengi, nina kazi nyingi ambazo ziko, yani sijui nisemeje. Ni kazi nyingi. Mimi na EP yangu very soon inakuja. Kwa hiyo kuna ngoma mule kama 5 hivi za moto. Collaboration mule za moto. Kwa hiyo kuna wasanii ambao nimefanya nao wakubwa na kuna wasanii ambao nimefanya nao wadogo ambao hawajatambulika popote, lakini ngoma ni kali. Mimi na imani ngoma zitakuja kufanya vizuri baadaye. Kama usuto hayo za chini ya carpet ambacho zinaenda zinatembea kule kwa chini. Inasemekana kwamba kuna collab ya P-Love featuring Mauasama kutoka Tanzania. Inshallah very soon watu watajua. Tuambie bana, inshallah utaambia kama ipo. Watajua kwa sababu wale ni watu ambao sasa hivi wana majina yao, ni watu wazito. Kwa hiyo mtu kama Mauasama kuku DM, mtu kama wewe au mtu kama mimi ambaye sina kawaida. Ni kawaida. Unajua kitu kizuri, yani ukifanya ngoma kali, ngoma ikienda, utapata feedback za watu wengi. DM zitaongezeka. Kwa hiyo mimi sio Mauasama tu, wasanii tena wakubwa wa Tanzania wapo ambao wananicheki, wananiambia dogo, umeua sana. Umeua, mbona unaimba vizuri sana Kiswahili, mbona unaandika vizuri sana. Hawajakwambia uende kule, maana wale ni watu wa kujipenda, wao wapenda vizuri vyote viende kwao. Ikitegemeana na mtu kwenda, unaweza kaenda. Mfano kama Kidumu nani asiyefahamu kama ni Mrundi? Si ni Mrundi? Sasa hivi ana uraia wa sehemu ngapi? Ana sehemu 2, si ndio? Ana Burundi na Kenya. Au sio? Akienda Kenya nyumbani, na maana utakuja kubadilisha uraia. Ikitokea nikahitajika kuondoka, naenda kwa sababu nitakuwa napeperusha pia bendera ya Burundi ukiwa nje. Yeah. Usuto mwingine ambao upo, mimi leo naongelea tu usuto huu hapa tunamaliza. Kwa sababu tumeshaongea mengi, tulishajua Akana washatupia kapeo shafurahi, lakini siku zinaisha mlikuwa mmechukua safari na kuelekea Makamba. Nyanza Lake. Kulikuwa kazi gani kule kama sio siri? Kule kulikuwa show. Kuna show yetu ya kwanza ambayo tulienda kule tukafanya. Baada ya hivyo tulivyoona mapokezi yamekuwa ni makubwa sana. Yaani mapokezi yalikuwa siku yategemea kwa upande wangu kwa sababu kule ni nyumbani pia. Unajua unarudi nyumbani, sehemu ambayo ulizaliwa, tuseme mfano umekulia pale, watu wamekuzoea, umeanza harakati zako za muziki, kila mtu anakujua lakini unarudi wanaonyesha kimfumo tofauti, wanaona kabisa yani kuna utofauti mkubwa yani walivyonipokea kwanza sijaamini. Nikasema next time lazima nirudi. Kwa hiyo very soon ninarudi pia kule. Nimeandalia kitu kikubwa sana. Yes, ni vizuri sana, lakini kwa nini hatujapata feedback? Tujue kwanza kipi kilitokea kule mtandaoni, nini tupige zile video share kwanza tuone gesi love ilikuwepo. Hazijasambaa mzee wa kazi hupi. Yale mambo yako ilikuwa tupiga ma challenge za Akana. Sio tusambazana yenyewe. Zile video zipo, sema sikupenda tu kuzisambaza zaidi kuonyesha watu kama vile sisi manyumbani kwetu si ni wafalme. Hapana. Kwa hiyo haujapenda na ujiite king. Hapana, ukingi bado. Mimi napenda tu nifanye kazi nzuri, watu waipende kazi yangu, wanielewe kupitia kazi. Mimi sio ukichunguza sana mimi sio mtu wa kiki. Mimi sio mtu wa kupenda fulani kasema kitu fulani, aidha P-Love amefanya kitu fulani, hapana. Mimi ni mtu ambaye napenda unizungumzie kwenye muziki. Kwenye kazi yani basi inatosha. Yes, kama kwa kumalizia tuende mara moja, kitu ambacho unaweza kaambia raia ambao wanatufuatilia muda huu ni kitu gani kama kumalizia? Kitu ambacho ninachoweza kuambia, waendelee tu kutusupport. Watu support vijana wao, tunafanya kazi kubwa, tunajituma. Sasa hivi muziki wa Burundi unaanza kuinuka, unaanza kunyanyuka. Ni juhudi zetu sisi na juhudi zao pia wao mashabiki ambao wanatufuatilia sasa hivi. Waendelee tu kutusupport. Msikose kuingia katika channel yangu ya YouTube, natumia P-Love Official.
Instagram pia natumia +official_, na mitandao mingine yote. Asante sana mzee wa kazi. Yes, bakunzi ba Ashari TV, mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukurikirana abatumva igiswahili, mutubabarire cyane no musi watu icanga cyane nabitwe tunachanga ruga wazee. Ndio hivyo. Ariko reje singenda kuri zero. Mimi kuna kitu ambacho waga nakipenda kwa jamaa, mwenyewe anajua yani favor yangu. Anajua kwa jema kusaza no musana birebire mvuga kapela yake tu ya mwisho ya go alafu tunafunga kipindi. Sasa unataka kwenye chorus au unataka ile bridge yako? Nani verse ya kwanza? Asubuhi na mapema kabla jogo ya kuwika ushaamka, unaanza kusema sema paka majirani walalala wanaamka. Unavyofanya mama sio vyema, mbele za watu mikuni tukana, ona sapaka chumbani unataka kupigana, au wa mwenzangu umejawana lana. Sasikia sina muda na wewe, chukua kila kilicho chako uondoke, yani pora mimi baki mwenyewe, nitasovu tapamana mimi siyo bushoke we mama. Hivyo kora biranja kandi umutima ukanga kugumana nawe yeah. Unasimua watu wazima mzee wa kazi. No masala.